sisi kwetu kwenye chama chetu rushwa ni kosa la jinai kabisa. Sisi tunaamini kwamba uongozi haununuliwi. Uongozi unapimwa kwa vigezo na wananchi wanakuchagua kutokana na vigezo hivyo, sio fedha. Kwetu sisi fedha si jambo si sifa ya kuwa kiongozi. Kwa maana hiyo sisi kwenye chama chetu tunaliangalia kwa umakini sana swala la rushwa. Ndio maana ukiona kama utakumbuka mkutano maalum wa tarehe 18 na 19 Januari tuliofanya pale Dodoma, moja kati ya agenda 6 ilikuwa ni agenda ya uchaguzi wa kura za maoni kwenye chama chetu, ambapo tutakaweza kuwapata wagombea. Na kwa mujibu wa kanuni zetu, ama ndio ilivyo kwa ufupi, ukishapata endorsement ama kibali cha kuteuliwa na chama, wewe ushakuwa katika eneo kutokana na ukubwa wa CCM kuungwa kwake mkono. Kwa maana sisi tumeondoka na mfumo wa watu wachache ambao una ushawishi kutoa rushwa katika kutoa maoni ya kumpata mbunge, mwakilishi ama diwani. Tumekwenda sasa kuongeza wigo mpana. Zamani ulikuwa mkutano wa kura za maoni huwa wanapiga wajumbe wazidi 120, 105, 110. Inategemea na ukubwa wa jiografia ya jimbo. Lakini sasa tukasema mkutano ule uwe na watu zaidi ya 1000 na kuna mbele. Automatically tunajaribu kupambana na rushwa kwa vitendo katika kutoa maoni. Maana mtu huyo itabidi awe na mfuko mpana zaidi wa kuweza kuhonga watu wote. Kwa hiyo sisi kwetu na Chama cha Mapinduzi, rushwa ni kosa la jinai na ndio kosa linalokufanya kukuondolea sifa ya kuwa mgombea. Mikakati yetu, kwanza sisi tuna vitengo vyetu hapa. Tuna kitengo cha usalama na maadili ndani ya chama. Sisi tunafuatilia katika ngazi zote, tangu mchakato wa uchukuaji fomu wa kampeni mpaka kuja kupata nafasi ama kuteuliwa ama kuchaguliwa. Kwa maana sisi katika kupambana na rushwa tumekwenda mbali zaidi kabisa. Swala la rushwa kwetu limekuwa ni swala ambalo halikubaliki, kwa sababu unapomchagua kiongozi kwa fedha zake na yeye anaamini mmenichagua kwa fedha zangu, ndio maana ukakuta mtu alete maendeleo, hashughuliki, anajua, na ukimluza akamwambia kanyesi mmeniuzia uongozi. Kwa maana hiyo, ili kuondoa dhana hii mtu kwamba kununua uongozi, na nilisema mwanzo kwamba uongozi unanunuliwa, watu wengi wanaoingia viongozi kwa ajili ya rushwa huwa hawatumikiwa na nchi. Na ukifuata na kwamba kanuni nilikupa kiasi kadhaa, uliniuzia kura yako. Kwa hiyo sisi hili tumeliona ni adui mmoja, ni kansa kubwa sana. Na ndio maana tunajaribu kila tunapokaa kuangalia, kuhakikisha kwamba tunapambana na rushwa kwenye mfumo, lakini tunapambana na rushwa aina zote katika kupata kiongozi. Sisi tunataka kiongozi anayetokana na ridhaa za watu. Hatumtaki kiongozi anatokana na ridhaa ya fedha. Kwa maana hiyo, ili upate kiongozi bora, kiongozi mzuri, ni yule ambaye aliochaguliwa na watu kwa mujibu wa vigezo na sifa ambazo alizokuwa nazo. Kwanza hatua tunaochukua kumuondosha kwenye mchakato, lakini la pili tunamkabidhi kwenye vyombo vya husika ikiwemo ZAICA, TAKUKURU na jeshi la polisi ili wamchukulie hatua, kwa sababu rushwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano na katiba ya Zanzibar ni kosa la jinai. Kwa maana hiyo, ikithibitika kafanya hivyo, sisi tunavikabidhi vyombo vya mamlaka kiserikali, lakini kichama huyo mtu tunamuondoa kwenye ile nafasi ya kugombea, lakini na hatua nyingine za kinidhamu kwa mujibu wa kanuni ya uchaguzi tunazifuata zidi ya yule mgombea, ikiwemo kumpiga marufuku kutokugombea nafasi yote kwa muda zaidi ya vipindi viwili. Kwa maana hiyo anapoteza sifa na fursa kubwa sana. Kwa hiyo tumechukua hatua kali zaidi, kiacha hatua ndani za chama, lakini pia hatua za kiserikali kumkabidhi kwenye mamlaka husika ili wadili naye
na makosa hayo. Kwanza sisi kama chama cha kisiasa tunatoa elimu. Tunatoa elimu kwa wanachama wetu, wapenzi na makada wetu, lakini pia kwa wananchi kwamba amani ni kitu ambacho tunu kwenye nchi yetu. Ili ipatikane amani, lazima kuwe na uchaguzi wa haki na huru ndani ya chama, lakini nje ya chama unapoteuliwa. Kwa maana hiyo sisi tunajaribu kufuata haki, na ndio maana inawezekana wewe hata huna fedha, umekwenda kwenye mchakato, umetokea labda mtu watatu wanne, na tumeshafanya sana hivi, tukakuchukua wewe tukakuteua uwe mwakilishi wetu. Yule aliongoza kwenye kura za maoni na kura nyingine tukamwacha ili ikithibitika, lakini haya yanatokana baada ya vyombo vyote vya kuchunguza kututhibitishia kweli Mr. Mbeto nafasi hii kaipata kwa ajili ya rushwa, basi hapo chama kitachukua sheria kwa mujibu wa kanuni za maadili na kanuni zetu za adhabu. Kwa maana hiyo, kwenye kuhakikisha tuna amani na utulivu, Chama cha Mapinduzi huwa tunajaribu kufanya haki. Maana kila mtu akiweko katika nafasi yake na kila mtu akiridhika, basi kutakuwa na amani. Lakini ukitaka kubadilisha mambo, umpendelee mtu, hapo ndo amani inachafuka. Kwa maana sisi kimoja kwamba tunahakikisha ndani ya Chama cha Mapinduzi kuhakikisha tunafuata miongozo, tunafuata haki, lakini pia tunasikiliza maoni ya wahusika wenyewe katika eneo husika. Maana wananchi ukiwapeleka watu sio mtaka ndio kusababisha machafuko na fujo. Kwa maana Chama cha Mapinduzi tumekuwa wakali sana kuhakikisha haki na kusikiliza yale mambo ambayo wananchi wanataka, na ndipo tutatunza amani kuelekea kwenye uchaguzi, kuwa na uchaguzi wa huru na haki, lakini mwenye stahili apate na alikuwa stahili, hata kama ana fedha basi anawekwa pembeni. Sisi tunashirikiana na Zaika kwa sababu tunawataarifu sisi. Mara nyingi huwa tunawataarifu mchakato tunapoanza ndani ya chama. Tunawataarifu Zaika na tunakuwa nao, mara nyingi tunashirikiana kwa kuwapa taarifa. Na pale taarifa zikija kwetu zikithibitika, kwa kuwa Zaika wao kwa mujibu wa katiba na sheria, wao wana haki ya kuchunguza, kuandaa mashtaka na kumchukulia hatua. Sisi watu tuna taarifa hawa na hawa wamethibitika na vielelezo hivi, kwa kutoa ushirikiano wa vielelezo na ushahidi, baadaye Zaika nao wanachukua hatua yao. Mimi kwa wanachama na makada ambao wanania kutokugombea kwamba kwanza wajitokeze na niwahakikishie kama msemaji wa chama hichi hapa Zanzibar kwamba chama kitazingatia haki. Kila mtu ana haki katika chama chetu. Kwa mujibu wa katiba yetu, kila mwanachama ana haki ya kuchagua na kuchaguliwa, lakini ndio na sisi kila kada ana haki ya kuomba uongozi ndani ya chama chetu. Kwa maana niwaambie tuwajitokeze kwa wingi, kike kwa kiume, vijana na wazee. Fursa ikitoka jitokeze kuchukua fomu, na chama kitazingatia wakati wa kuwapima, na kila mtu atapata haki ya kusikilizwa na haki ya kupata fursa pale ambapo vigezo vitakuwa vimetimia na vimetosheleza. Acha kuongezea, niseme kwamba tudumishe amani ya nchi yetu. Tunaelekea kwenye uchaguzi una mambo mengi, lakini uchaguzi ni jambo ambalo la muda. Litakuja, litapita, litamalizika, lakini amani, utulivu wa nchi yetu utabakia. Kwa maana tujaribu kufuata sheria zilizowekwa, lakini tujaribu kuepuka hila na hadaa zote za kupata uongozi nje ya utaratibu unaohusika. Tukifanya hivyo, tutadumisha amani na utulivu, lakini pia tutakuwa tumepata viongozi bora na waliostahili kupata hizo nafasi.